Rigiji ndiye ameleta high cost of living, sio yeye. So hii maneno ya kudemonize Rigiji should neither be here nor there. Baba Raila Amolo Odinga mwenyewe aliwork na Moi. Baba alikuwa ameingizwa ndani na Moi, aliwork na Moi. Baba akawork na Kibaki. Baba akawork na Uhuru. Baba akawork na Ruto. Umejua, tusiweke politics ni kama tuko na personal differences. Na hiyo pia inanileta kwa rally ya Homa Bay. Sasa hii tunapangiwa goons pale Homa Bay. Tunaenda on Sunday. Jana usiku governor wa Homa Bay pamoja na governor wa Migori pamoja na MCA anaitwa Ogindo pamoja na Peter Kaluma MP wa Homa Bay wamefanya mkutano mpaka saa 7 usiku. Na hiyo mkutano wanasema ya kwamba goons wakuje wa attack watu wetu. Wacha nikuulize Gidi. Tukienda Homa Bay tunaenda kuongelesha watu wa Homa Bay ambayo governor ni governor wa kila mtu. Si ni ukweli? Kaluma ni MP wa Homa Bay Town, ni MP wa kila mtu. Wale ambao walimchagua na wale ambao hawakuwachagua. Kama wewe ni leader pale, sisi hatuendi kubeba Homa Bay kwa mgongo wetu tunarudi nayo Nairobi. Tunaongelesha watu wa Homa Bay, tunawacha Homa Bay hapo, tukirudi huko. Ruto alipokuwa kikampeni 2022, alikuwa na campaign against Raila Amolo Odinga. Ruto alienda Homa Bay. Hakufukuzwa. Alienda kaomba kura yake, akatoka. Na kama ile wakati ndio Wajaluo alikuwa anataka presidency na hawakuwahi fukuza Ruto. Saizi hakuna Mjaluo anataka kuwa president kwa 2027. Mbona wewe kama governor wa Homa Bay, mbona unaweka goons waue tu watu wako ambao ni voters wako tena wa Homa Bay? Na nakuambia wao goons wamepanga na venye walikuwa naongea Homa Bay kunaenda kuwa na bloodshed. Mimi nakwambia sahi, mimi nataka serikali, Inspector General of Police, maafisa wa usalama wahakikisha ya kwamba kuna safety ya kila mwananchi Homa Bay County, kwa sababu hao watu wamepanga kukuja kuleta bloodbath na watu walikuwa nalipwa. Kesho tena wako na mikutano Homa Bay Town, wakitoka wanaingia stadium. Friday tena wako na mikutano, Saturday tena wako na mikutano, penye nafaa to land pale Kabunde Airstrip pia wanasema watakuwa na mkutano hapo kwa Airstrip. Sasa Ghost Gidi, ngoja nikuelezee kwanza. My brother, mimi chenye inanishangaza ni ya kwamba kila mtu ana demokrasia yake. Kuna wale ambao wanapiga 2 term, kuna wale ambao wanapiga 1 term. Uliona Sifuna alienda Kakamega. Pale Kakamega kuna Oparanya ambaye ni waziri, ambaye amepewa waziri katika serikali ya Ruto, au kuona fujo. Sifuna tukaenda Bungoma. Pale Bungoma kulikuwa na speaker ya National Assembly 4th in command na Governor Lusaka, au kuona shida. Tulienda pale Vihiga, au kuona shida. Pale Vihiga kuna prime cabinet secretary ambaye ni Musalia Mudavadi. Kama hao ndio wamebenefit more kutoka kwa hii serikali na bado awa attack mtoto wao, mbona sisi tukirudi nyumbani lazima tupigwe? Kwa hivyo nyinyi kama linda mwananchi, ni mikakati gani mtaweka ili kumitigate kusikue na vurugu ama kusikue na fujo? Sisi tunaweka hii kwa mikono ya afisa ya mapolisi. Kazi yao kazi yao ni mambo ya usalama. Wanajua vizuri ya kwamba gavana wa Homa Bay pamoja na gavana wa Migori pamoja na MP wa Homa Bay Kaluma wanapanga fujo na wameweka watu wanataka waue watu wao wenyewe. Shida tu ni ya kwamba kitu ya kushangaza Gidi, watu wenye wanaenda kuua pale Homa Bay ni watu wa Homa Bay, ni voters wa Homa Bay, ni voters ambao walivotia governor, ambao walivotia huyo MP, ndio wanataka waue pale. Lakini sisi tutaenda, kwa hivyo tunataka tuone hii habari. Utakuwa na ripoti kwa polisi Sisi wacha nikwambie, hii ni kitu imejulikana kule kote. Mimi hakuna haja ni report kwa polisi, na polisi wako na way ya kupata intelligence yao na wanajua hizi mambo zote. Mbona ni report? Mimi kazi yangu ni kwenda Homa Bay kuongelesha watu. Na hawa watu, by the way, our leaders, nataka ni wa challenge wakuje kwa hiyo rally, wakuje kwa hiyo rally wapige 2 term yao, sisi tupige 1 term yetu. Si hiyo ndio rally tamu? Nilikuwa nafikiria si ati watume watu mbele na wabaki nyuma. Babu, as a responsible leader, nilikuwa nafikiria kwa sababu kuna information kuhusu hiyo mkutano. Umetuambia kulikuwa na mkutano. Ungeenda tu report useme niko na information, watu wamekutana, umewataja, na sisi kesho tunaenda mkutano
na hii ndio habari. Alafu unasonga mbele. Nimeshaongelesha RCIO. RCIO wa Nyanza region. He has the information. Okay. The rest of the information, mimi si kazi yangu ku collect information for the police. Police wa collect information, wakuja watu protect, kama wataki wawache. Haya, tunapo najua ndio station nyingine na time inasonga. Ningependa ujibu swali la mwisho alafu tuambie maneno ya mwisho. Kuna hili swali ambao nafikiri kwamba imekuwa ikizungumzwa kwenye mtandao na sijui kama umewahi kuizungumzia. Did you at any time bang the table on former Prime Minister Bwana Raila Odinga ama Baba the late when you failed to become chairman of PSC? Hidi, umejua mimi nikisikia watu wakiongea kwenye mtandao, kwenye mapodcast, nasema watu ni nini mbaya nao. Wacha watu nikwambie my brother, Raila Amolo Odinga mwenyewe ange come out in public, angeongelesha watu juu ya hiyo kitu in public. Raila si mtu meza. Tulikuwa kwa mkutano mimi, Mheshimiwa Ladwa, Mheshimiwa Mwenje, Mheshimiwa Mawadhe, Mheshimiwa Anthony Oluoch wa Mathare, Mheshimiwa wa Kibra, Mheshimiwa Jalango, Mheshimiwa Rero na Mheshimiwa Jalango. Tulikuwa kwenye mkutano. Hakuna meza niligongea Baba Raila Amolo Odinga. Baba alikuwa kiongozi wangu na mimi naheshimu wale ambao wako mbele yangu. Na baba mwenyewe, kama ningekuwa na shida na yeye, baba hujawahi kusikia hata siku moja in a public rally akisema huyu babu ameni disrespect, huyu babu amefanya hivi. Sasa hizi baba amefariki, kila mtu anasema baba aliniambia hivi, baba aliniwacha hivi. Kila mtu ako na version yake. Wenye waliwachiwa will wanasema will ilikuwa 3 days. Wenye waliambiwa wako broad based waliwachiwa huko. Sasa baba ni kama aliambia kila mtu kivyake na ni notion mambo tofauti. Kama kungekuwa na shida ingesemwa in public. Mwisho kabisa, ikiwa kwa bahati mbaya Mheshimiwa Babu Owino umepoteza kiti ugavana na pia Linda Mwananchi imepoteza kiti urais, what next? Nimetumia bahati mbaya kwa sababu sikutaki mabaya na kutakia mazuri. Yes. Sasa nitapotezea nani kiti ya ugavana? Gavana haina candidate. My brother, hakuna mtu mwenye anaweza nishinda kwa kiti ya ugavana wa Nairobi. Hakuna sahihi. Kwa hii ya 2027 baada hajazaliwa. Mwenye atanishinda kwa kiti ya 2027 governor, zoea gavana wako mapema. Mimi ndio gavana wako. Hakuna kitu atiikiwa kwa bahati mbaya. Hakuna kitu kama hiyo. Unaenda kushinda. Mimi ndiye gavana wako wa Nairobi 2027. Hakuna anybody hapa. Maneno ya mwisho kwa sababu najua unaenda station nyingine. Maneno ya mwisho hapo ungependa kuambia Wakenya haswa wana Nairobi tukimalizia mazungumzo. Kitu ya kwanza nataka nikuambia kwamba Gidi na Ghost, nataka niwashukuru sana. Najua Wakenya wana shida tofauti. Mkenya anaamka asubuhi mapema kama sahi. Mkenya shaamka anaenda kwenye kazi ya mjengo. Amebeba mawe, amebeba simiti kwa mgongo. Wamama wetu wanaamka siku hizi wanaenda kwenye mjengo. Baba yetu wanaenda kwenye bodaboda. Baridi na wapiga kwenye kifua. Wako na loans ya kulipa kwenye hii bodaboda. Tags pia wanaweza wanyang'anya hii bodaboda. Ukiona wababa yetu wanaenda kwenye jua kali asubuhi kurudi jioni. Mama wanauza mboga, wanaoshea watu manguo ili wapate kodi ya nyumba, ili wapate karo ya shule, ili wapate chakula. Wamama siku hizi wanaenda hata kulimia watu katika kule ushago, wanapata shilingi 200 ili waweze kuishi maisha mazuri na kusaidia familia yao. Mimi naambia hawa Wakenya, msi lose hope. Endelea hivyo. Na unafanya hii ili usomeshe mtoto wako. Huyu mtoto mwenye unasomesha, siku moja atakuja kutoe kwenye hii matope. Siku moja atakuja kutoe kwenye mvua, kwenye jua. Na kama Wakenya nataka tuishi kwa upenzi, tuwe na mapenzi, tupendane, tupende jirani yetu. Tusiwe watu wa ukabila, kwa sababu shida Mjaluo ndio shida Mkalenjin, ndio shida Mluya, ndio shida Mkamba, Mkikuyu, na shida Mkenya ni shida Mkenya. Mimi nataka tuishi kwa amani na tupendane. Siasa inakuja inaenda. Usipige mwenzako juu ya siasa. Usiue mwenzako juu ya siasa. Maanake huyo mwanasiasa mwenye unaulia, huyo unataka usacrifice, uue mtu juu ya huyo mwanasiasa. Iwapo anaweza kuja anaingia hivi na anakuacha, akupatii kazi.
So mimi nataka tu wa Kenya tushirikiane, tupendane na tuwe na amani. Asante sana. Asante sana Mheshimiwa Babu Owino. Tunakutakia kila laheri na tutakapohitaji tutakualika tena. Asante sana na uwe na siku njema. Asante Gidi.